kupinga ukatili wa kijinsia, kuhamasisha matumizi bora nishati safi ya kupikia, pamoja na kuboresha usafi wa mazingira hapa sokoni na maeneo yanayowazunguka. Wakati wote tunasema njia ya kujikomboa ni ushirikiano. Hongereni sana. Haki na usawa wa kiuchumi ni eneo la kimsukumo la kufikia malengo ya jukwaa la kizazi chenye usawa. Utekelezaji wa eneo hili ni mkakati maalum wa kitaifa wa kufikia malengo ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi kwa ajili ya kuleta ustawi wa jamii ya Watanzania na maendeleo ya taifa kwa ujumla, ambapo Tanzania ni kinara eneo hili. Haki na usawa wa kiuchumi ni maono na uamuzi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alipenda kuona nchi inafikia usawa wa kijinsia ya uwezeshaji wa wanawake na makundi maalum kiuchumi. Ndio maana ameendelea kujenga miundombinu ya masoko yenye huduma bora kwa jinsia zote mbili za wanawake na wanaume. Lakini tumeona kazi kubwa inayofanya na serikali kupitia Mheshimiwa Rais wetu, ambaye ameonyesha dhamira ya kutamani, pamoja na kuwa tunahangaika na usawa kwenye mambo mengi, lakini tunatamani hata hapa sokoni kuwe na usawa wa wanawake na wanaume kwenye nafasi za uongozi. Tunatamani pia usawa huu uwe kwenye uwezo wa kumiliki uchumi kwa wanawake na wanaume wote wamiliki sawa. Hatutaki kuwazidi wanaume, lakini tunataka na sisi tuwemo wakihesabu wanaomiliki uchumi na wanawake nao wawemo. Niwapongeze machinga wote, hasa wanaume, kwa kuona harakati za kuanzisha umoja huu zikianza na kuridhia na kuwaunga mkono wanawake hawa ambao leo tumeona wakiongea kwa ushujaa mkubwa. Hongereni sana. Mheshimiwa Rais ametamani wafanyabiashara wote wapate mazingira rafiki, ndio maana alijenga soko hili. Leo hatutaongelea sana habari ya soko hili kwa sababu tumekuwa tukiongelea mara nyingi sana, na nyie mlioko hapa zaidi ya nusu ni wale ambao mlianza tangu soko linazinduliwa, ukiacha wachache ambao wameendelea kuja baadaye. Lakini kwa matamanio ya Mheshimiwa Rais kupata haki sawa za kiuchumi, ndio maana ameendelea kufanya kazi mbalimbali. Mojawapo ni ile mikopo ambayo Mheshimiwa mbunge pia ameisema hapa kuwa ameifungulia. Ilikuwa imefungwa kwa mwaka mmoja, akaona machinga hawa wanatakiwa waendelee kupata mikopo, uwezeshaji, ili biashara zao ziendelee kukua. Ndio maana sasa hivi mikopo ile imeanza tena. Kikubwa tuchangamkie fursa, usingoje ufuatwe ulazimishwe, onyesha kuwa una nia ya kuongeza mtaji. Nilipokuwa nazunguka, wanawake walisema tunashukuru tulikuwa kwanza kupata mikopo, na mimi naamini kama mlilipa vizuri, maana yake mikopo ile mlisharudisha ikaisha, si ndio? Kwa hiyo sasa hivi natakiwa tuchukue mikopo mingine. Lakini mtakumbuka kuwa Mheshimiwa Rais pia alianzisha sheria ya manunuzi ya serikali, kuwa kila serikali ikipata fedha ile inayotakiwa kununua vitu, lazima 30% ikanunue kutoka kwa makundi maalum, wakiweko vijana ambao wengi sana wako hapa machinga, 10% wakauze na serikali, 10% wanawake wakafanya biashara na serikali. Fursa hii haichangamkiwi sana na wanawake wengi. Matokeo yake wale wanaouza kwa kutumia matenda wenye uwezo mkubwa wanaendelea kufanya biashara na serikali, kwa sababu sisi hatujatumia vizuri fursa hiyo. Naomba tukumbuke kuwa machinga kukua ni hatua. Wengi wanaogopa kukua, na nikienda kuomba tenda milioni 20 wataniambia wewe tena hufai kuwa machinga maana umekuwa mkubwa. Kwa hiyo msiogope kuwa wakubwa. Kukua wakubwa ndio kukua kiuchumi. Changamkieni fursa hiyo, kwa sababu ipo wazi. Wanawangoja nyie mkaombe kazi zikidangana na serikali ili muweze kukua zaidi. Lakini naomba niwakumbushe pia machinga, serikali imeanza kuwasajili. Hapa Dodoma wafanyabiashara ndogo ndogo 2504
wanaume 1061 na wanawake 1044,443 ndio ambao wamejisajili. Lakini ukiangalia soko la machinga peke yake, kabla hujahesabu walio nje ya machinga, tayari hapa soko la machinga tunafanya biashara ndogo ndogo wasiopungua 3500.